Bwana ndani yako. Amen. Mafuta ya kufichua mazuri aliyoyaweka Bwana ndani yako. Wanaoandika andika kwa njia hiyo. Amen. Mazuri aliyoyaweka Bwana ndani yako. Haleluya, watu wa Mungu. Amen. Mafuta ya kufichua mazuri aliyoyaweka Bwana ndani yako. Amen. Kitabu cha Samueli wa kwanza iko sawa. Samueli wa kwanza sura ya 16. Nitasoma mstari wa 11 mpaka wa 13. Samueli wa kwanza sura ya 16 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 13. Maandiko yanasema, kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Hebu sema tena, hatutaketi mpaka atakapofanyaje? Na sisi hatukai leo mpaka ubarikiwe kwa jina la Yesu. Amen. Anasema kwa sababu hatutaketi mpaka atakapofanyaje, wapendwa? Atakapokuja. Haleluya. Amen. Basi akatuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri. Amen. Na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Amen. Bwana akasema, ondoka umtie mafuta, maana huyu ndiye. Hebu sema tena, maana huyu ndiye. Maana huyu ndiye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta katikati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Amen. Leo nimekuja kutia mafuta yako niende zake. Amen. Mwambie mwenzako, mtumishi leo amekuja kutia mafuta alafu aende zake. Tunasoma habari za mtu mmoja anaitwa Daudi. Hebu sema tena Biblia. Amen. Na Samueli nabii wa Mungu. Samueli alikuwa ni mtumishi wa Mungu na alikuwa nabii wa Mungu. Hebu sema tena Biblia. Amen. Ulipofika wakati wa Mungu kumwona Daudi, hebu sema tena Biblia. Amen. Kumfuta machozi Daudi, kumtoa kwenye ziaka Daudi, kumtoa kwenye kudharauliwa Daudi. Amen. Ulipofika wakati, amen, hatujui Daudi alikuwa anamwamini Mungu kiasi gani kabla ya mafuta. Hatujui alikuwa anamuomba Mungu kiasi gani kabla ya mafuta. Amen. Lakini tunaona hata alipokuwa anachunga kondoo kule, hebu sema tena amina. Amen. Kuna wakati kondoo walikuja kushambuliwa na dubu. Amen. Inasema Daudi akawaua wale dubu, hebu sema tena amina. Amen. Na simba akauliwa, na dubu akauliwa, na tunaona anaenda kumwambia Sauli kwamba yule Mungu aliyeniwezesha nikamuua simba na dubu, ataniwezesha kumwangusha Goliati. Hii inatufundisha nini? Kumbe hata kabla Daudi hajapakwa mafuta, alikuwa anamwamini Bwana. Hata akiwa anachunga kondoo alikuwa anamtegemea Bwana. Hata pamoja na kudharauliwa kote, baada alikuwa anamwamini Bwana. Nataka nikwambie wewe uliyeko mahali hapa, haijalishi wanakudharau kiasi gani, haijalishi wamekutupa kiasi gani, haijalishi wamekukataa kiasi gani, haijalishi umetabika kiasi gani, lakini nataka nikwambie kumcha kwako Bwana ujipata mali sahihi. Na kwa kuwa Bwana ni Mungu wa wakati, nashuhudiwa kabisa leo ndo wakati wako wa wewe kuonekana, wakati wako wewe kutambulishwa. Unaona wakati ulipofika kwa Daudi, Mungu akamwambia nabii Samueli, Mungu akamwambia nabii Abiti, lakini kwamba Jumapili ya leo tarehe 26 chukua chupa ya mafuta moja, nimekusudia nitamleta leo kanisani. Ninaomba umtie mafuta ili awe mfalme, Swara, aheshimiwe, ili apone, ili aonekane, ili aheshimiwe na jamii. Kwa jina la Yesu. Unajua kuna watu huko mahali hapa, haujui kwa nini leo umekuja ibadani. Amen. Yaelewa hapa. Amen. Unajua kuna watu huko mahali hapa, haujui leo kwa nini umekuja wapi? Ibadani. Haujui kwa nini leo umekuja wapi? Ibadani. Hebu sema tena bila. Lakini nataka nikuhakikishie kwamba kuja kwako wapi? Ibadani. Ibadani. Yes. Ni kusudi la Mungu. Amen. Mungu alijua kabisa ipo pembe ya mafuta imeandaliwa.
Yes. Alijua kabisa ipo chupa ya mafuta inaandaliwa. Amen. Hata Daudi alikuwa ajui hapo. Alikuwa ajui. Amen. Alikuwa ajui kama atatolewa polini. Amen. Alikuwa ajui kama atafuatwa. Amen. Alafu anashangaa watu wanamfuata. Wanamwambia naitwa nyumbani. Amen. Ule muda wa kuchunga kondoo ulikuwa hujaisha. Yes. Mwambie achana na kondoo. Amen. Kuna wageni nyumbani unahitajika. Daudi anarudi nyumbani. Anakuta kuna sherehe kubwa. Amen. Nabii wa Bwana ameshaingia pale. Yes. Akamuuliza baba yake. Amen. Akasema huyu ndiye aliyekuwa amesalia. Yes. Akasema huyu ndiye. Amen. Mungu akamwambia chukua pembe ya mafuta. Amen. Lugha nyingine chukua chupa. Chukua chupa ya mafuta. Nyingine juu yake. Yes. Ninakuambia kwa jina la Yesu. Amen. Baada ya kupakwa mafuta haya. Amen. Kuna mashujaa na waona mahali hapo. Kuna wafanya biashara wakubwa. Yes. Kuna wakulima wakubwa na waona. Amen. Kuna wafugaji wakubwa na waona. Kwa jina la Yesu. Baada ya mafuta haya. Amen. Nasema naenda kuonekana kwa jina la Yesu. Yes. Amen. Waambie mwenzako lazima nionekane leo kwa jina la Yesu. Yaani, haleluya watu wa Mungu. Amen. Mimi ninachokuombea Mungu. Amen. Vita yoyote inayokuandama wewe siku ya leo. Yes. Bwana iangushe kwa jina la Yesu. Amen. Bwana iangushe kwa jina la Yesu. Amen. Sasa Mungu anamwambia Samueli. Amen. Nenda kwenye nyumba ya mzee mmoja anaitwa nani? Yese. Amen. Maana nimejipatia mfalme pale. Amen. Ndugu zake na wazazi wake. Amen. Walimuona ni mchunga kondoo polini. Amen. Lakini Bwana anajua alichokuwa akiweka ndani yake tangu kuumwa misingi. Amen. Amen. Ilitumia muda gani Daudi kilichokuwa kimewekwa ndani yake hakijaonekana? Amen. Alichunga kondoo muda gani na kilichowekwa ndani yake hakijaonekana? Amen. Walimuona kama asiyeweza kwa muda gani, wakati kila ambacho Bwana alikuwa ameweka ndani yake kilipokuwa hakijafichuliwa. Amen. Kwa sababu tunaona kilipofichuliwa tu. Yes. Alipotiwa mafuta tu. Amen. Akaibukia ikulu. Amen. Unanielewa hapo? Yes. Yaani mchunga kondoo. Amen. Aliyekuwa na chungu, yaani mchunga kondoo polini. Hivi unanielewa kabisa? Amen. Mchunga ng'ombe polini. Amen. Aliyekuwa anachunga, anachunga, anatangazwa kwenye televisheni kwamba amepata kazi wapi? Ikulu. Amen. Namuona Mungu alipo. Amen. Wewe unajifunza nini hapo? Amina. Amen. Mimi naamini kipo ambacho Bwana aliweka ndani yako cha thamani. Amen. Kipo cha kutambulisha alichoweka Bwana ndani yako. Amen. Kimefichwa na nini itajulikana leo. Yes. Kimefunikwa na nini itajulikana leo. Amen. Lakini lazima uonekane kama Bwana alivyokuumba. Amen. Lazima kusudi aliloliweka ndani yako lionekane. Amen. Nimekuja kugundua Mungu ameumba watu wengi. Amen. Lakini makusudi yao yanaonekana kwa wakati wa Mungu. Amen. Unanielewa hapa? Amen. Yanaonekana kwa wakati wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu. Amen. Amina. Nani ajuaye kwamba huu ndio wakati wenyewe? Amen. Nani ajuaye kwamba siku ya leo ndio wakati wenyewe? Amen. Wawe kuonekana kama Daudi alivyoonekana. Amen. Wawe kutambulishwa kama Daudi alivyofanyaje? Alivyotambulishwa. Tena Biblia inasema vizuri. Anasema akamchagua, sema tena amina. Amen. Na akampaka mafuta katikati ya ndugu zake. Yes. Amen. Waliojiona ni bora kuliko yeye. Amen. Walishuhudia kwa macho yao anapakwa mafuta. Amen. Waliojiona wanamzidi yeye. Amen. Walishuhudia kwa macho yao anapakwa mafuta. Amen. Kuna watu, sema tena amina. Amen. Wanasema ninatajiri kuliko wewe. Wanasema wamefanikiwa kuliko wewe. Amen. Watashuhudia kwa macho yao na wapita spidi 100. Yes. Watashuhudia kwa macho yao na wapita spidi 100. Pokea kwa jina la Yesu. Baraka ya Mungu ikishuka juu yako. Amen. Sema tena amina. Amen. Baraka ya Mungu ikishuka juu yako. Amen. Hakuna anayeweza kuzuia tena. Yes. Na haichukui muda. Sema tena amina. Amen. Kuonyesha mazuri mengi. Amen. Ambayo Bwana aliyaweka ndani yako. Amen. Kuna watu wewe ni zaidi ya jinsi unavyojiona. Amen. Wewe ni zaidi ya jinsi ulivyo. Yes. Wewe ni zaidi ya jinsi unavyojiona. Yes.
Hata Daudi alikuwa anachunga porini. Amen. Hakujua kama yeye ni mfanyakazi wa ikulu. Amen. Hakujua kwamba yeye ni mchungaji wa Israeli. Amen. Hakujua kama yeye ni rais wa Israeli. Amen. Hakujua yote hayo. Aliyekuwa anajua ni Mungu tu peke yake. Yes. Daudi kwa bidii kumwomba Bwana. Amen. Kwa bidii yake kumtegemea Bwana. Amen. Ikazishawishi mbingu. Yeah. Mbingu zikasema hatutajali bado ni mdogo. Yes. Hatutajali ana umri gani. Yeah. Anaweza hata kumwamsha mbele. Amen. Na ndio maana baraka ya Mungu ikija juu ya mtu. Amen. Haijali udogo. Amen. Muangalie mtu mmoja anaitwa Yeremia. Amen. Yeremia anajiona na miaka 12. Amen. Lakini Mungu anasema nimeshakuchagua tayari. Amen. Huu ndio wakati. Amen. Nimekuweka juu ya mataifa. Amen. Ili kuharibu. Amen. Kungoa. Amen. Kusambaratisha. Amen. Ili kujenga na kufanyaje? Na kupanda. Yeremia, Amen. Anasema mimi ni mdogo sana. Yes. Nina miaka 12 tu. Amen. Anasema wakati ndio huu wenyewe. Amen. Mungu akiamua kumtumia mtu. Amen. Aangalie udogo. Amina. Unajua zamani ilikuwa inajulikana wachungaji wanaolea kanisa ni wenye ndevu sana. Amen. Wawe na mpi kidogo kidogo zinaanza kutokeza. Amen. Hapo zamani walijua hao ndio wanaweza kulea nini? Kanisa. Amen. Hawakujua kwamba vijana kama sisi. Yes. Tunaweza tukalea kanisa. Amen. Lakini Mungu anasema amen. Katika siku za mwisho. Yes. Katika siku za nini? Za mwisho. Anasema wazee wataota ndoto. Amen. Vijana wataona maono. Amen. Na watatabiri. Yes. Kaje profesa. Profesa man of God. Unaruhusu nitabiri. Profesa. Maana yake. Amen. Kuonekana watumishi vijana leo sasa hivi. Amen. Hii ni ishara kwamba tuko kwenye nyakati za mwisho. Yes. Mwambie mwenzako. Tayari tuko kwenye nyakati za mwisho. Muda wowote ule. Parapanda inafanyaje? Inalia. Amen. Muda wowote ule parapanda inalia. Amen. Kwa sababu tayari tuko kwenye nyakati zenyewe. Amen. Yaliyonenwa tayari yametokeza. Amen. Lakini nataka nikwambie. Amen. Kabla Yesu hajarudi. Yes. Huo umeheshimiwa duniani. Amen. Kabla Yesu hajarudi. Amen. Huo umeketishwa na wakuu duniani. Pokea. Kabla Yesu hajarudi. Amen. Thamani yako inaonekana. Pokea kwa jina la Yesu. Kabla Yesu hajarudi. Yes. Huo umecheka duniani. Amen. Unajua kuna watu